Hali gani mpenzi mfuatiliaji wa TV yako pendwa Busanda Online TV? Niko hapa kwa ajili ya kuweza kutembelea miradi mbalimbali ambayo imekwisha kutekelezwa kunako ndani ya jimbo hili la Busanda. Tayari tupo katika kata ya Nyaruyeye. Kata hii ya Nyaruyeye ni kata ambayo imekwisha kufanya mambo makubwa sana. Ina miradi mingi ambayo ni kwa ajili ya jamii kwa ujumla. Na miradi hii yote imetekelezwa na mjumbe wa mkutano mkuu CCM Taifa, na si mwingine ni mneki Mheshimiwa Evarist Pasco Gervas. Niko na wajumbe hapa, nao watapata nafasi kwa ajili ya kuweza kutueleza kiundani kwamba ni miradi gani ambayo imekwisha kutekelezwa. Nami moja kwa moja tutaweza kukupeleka katika miradi hiyo ili uweze kuiona kwa macho yako kama jinsi unavyozidi kufuatilia katika TV hii. Mjumbe wa kwanza huyu tutaweza kumsikiliza, anatoa ushuhuda juu ya yote ambayo yameweza kusababishwa na Mheshimiwa mneki Evarist Pasco Gervas ndani ya kata ya Nyaruyeye. Karibu kwa ajili ya kuweza kusema na watu hawa ili uweze kueleza nini ambacho amekifanya Mheshimiwa mneki Evarist Pasco Gervas ndani ya kata hii. Manake tumeambiwa kuna miradi mingi sana hapa, nasi tumekuja moja kwa moja na TV Busanda Online TV kwa lengo la Watanzania waweze kutazama miradi hiyo ni miradi gani. Karibu kwa ajili ya kuweza kuwa shuhuda, ueleze watu ni miradi gani ambayo ameweza kuitekeleza mneki wetu Evarist Pasco Gervas. 2025 tunatiki kwa kishindo. Kwa jina naitwa Stanley Musa Rubasha, ni katibu wa tawi la Nyaruyeye hili. Cha kwanza ninamshukuru Mungu kwa kunifikisha mpaka muda huu ninazungumza nanyi waandishi wa habari, tukiwa hapa Nyaruyeye kwenye ofisi ya CCM ya kata. Napenda kumshukuru sana Bwana Evarist Pascal ambaye ni mneki wetu wa mkoa wa Geita. Kwa kifupi tu, mneki tunamshukuru Nyaruyeye kwa aliyotufanyia. Kwanza nina kumbukumbu nyingi mambo aliyoyafanya. Mimi nimemtambua kuanzia mwaka 2009 kipindi shule ya sekondari ya Nyaruyeye inaanza. Alitusaidia mambo ya ujenzi wa madarasa, alitusaidia madawati. Lakini isitoshe pia mwaka 2011 akiwa kama meneja wa mgodi wa Baraka Nyaruyeye uliopo kwenye hifadhi ya serikali Nyaruyeye, ametusaidia sana. Amesaidia ujenzi wa zahanati boma lilikuwa limeisha, lakini mabati ameleta mwenyewe na pamoja na kupaua. Ujenzi wa ofisi hii tulipo mpaka sasa, ameanza na msingi. Hili jengo amelimalizia yeye mwenyewe, na vile vile ametuletea viti. Evarist ni mtu wa watu, ni kiachilia mbali na haya, lakini ni mtu aliye na utu, anajali hadi watu mmoja mmoja, anajali watu kwa vikundi, anajali hata kwa taasisi. Kwa hayo machache mimi ninavyomtambua Evarist Pascal, namuombea kwa Mungu aendelee kuwa na moyo wa hivyo ili kuweza kutusaidia watu tunaomzunguka. Mtazamaji wa Busanda Online TV, mara baada ya kuweza kusikiliza maelezo mazuri ya mjumbe aliyekwisha kuzungumza hapa, amezungumzia swala la ofisi, barabara na vitu vingine vingi. Lakini pia tuko na mjumbe mwingine hapa kama shuhuda wa yote ambayo yameweza kufanywa na Mheshimiwa mneki, mjumbe wa mkutano mkuu CCM Taifa, mneki Mheshimiwa Evarist Pasco Gervas. Habari yako ndugu yangu? Salama ndugu. Ndio, wewe unaitwa nani na unaweza, kuna jambo nataka nikuulize hapa. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Benedicto Dominic Belenge, ni katibu wa umoja wa vijana kata hii ya Nyaruyeye, Chama cha Mapinduzi, na karibu ndugu. Asante sana, katibu wa umoja wa vijana UVCCM kata ya Nyaruyeye. Mheshimiwa mneki Evarist Pasco Gervas amekwisha kutekeleza miradi mingi sana ndani ya kata ya Nyaruyeye. Unaweza ukawa unatambua ni miradi gani ambayo amekwisha kuifanya hapa na unaiona kama shuhuda? Naam. Ndugu Evarist mneki, kuna mambo ambayo amefanya mengi ndani ya chama na nje ya chama. Binafsi mimi nigusie tu katika taasisi ambazo amezigusa nje ya chama.
mwanzo akiwa kama ni mdau wa maendeleo, lakini pia akiwa kama mneki. Akiwa kama mdau wa maendeleo amewahi kuchangia zahanati ya kata hii ya Nyaruyeye hapo, ili kwa ajili ya uanzishwaji wa awali wa zahanati hiyo, akiwa kama meneja kule, na mpaka sasa zahanati imeshaanza kufanya kazi. Ametoa pesa nyingi kule kwa ajili ya uanzishwaji, lakini pia na ukamilishwaji. Kingine, bwana Evaristi akiwa sasa kama mneki aliwahi kuchangia fedha kwa ajili ya uanzishwaji wa sekondari ya Nyaruyeye ili ipate kibali cha kusajiliwa kuwa kama sekondari hapo Nyaruyeye. Kwa hiyo alichangia fedha ambayo walipaswa wananchi wachangie ili kupata pesa kutoka serikali kuu ili iweze kuingia hapo. Kwa hiyo akajitoa akachangia hiyo fedha kwa ajili ya uanzishwaji, shule ikaanza na ikapata kibali. Mpaka sasa ni shule ambayo ni sekondari Nyaruyeye, inahudumia kata nzima. Nitaka nifahamu, umesema kwamba amehudumia mambo haya yote wakati yeye akiwa meneja kule. Alikuwa meneja wapi? Ili watu wa Busanda wanatamani kufahamu alikuwa meneja maeneo gani? Alikuwa ni meneja, kuna leseni ya mgodi wa Baraka huku chini ambao ni huko ndani ya kijiji hiki cha Nyaruyeye. Aliajiliwa pale kama meneja wa mgodi. Kwa hiyo kutokana na utendaji kazi wake na kuona kwamba anapaswa kurudisha shukrani kwa jamii ambayo anafanya kazi eneo hili, kwa hiyo akaona achangie fedha kwa ajili ya kuleta maendeleo, kugusa taasisi za maendeleo za kijiji cha Nyaruyeye. Kwa hiyo alikuwa kama meneja, hakuwa kama mneki, akaamua kufanya hilo. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba huyu mtu ni mdau wa maendeleo tangu muda mrefu, si kwa sababu tu amekuwa mneki. Yes, ni jambo zuri sana. Lakini mapokeo yakoje mpaka sasa hivi Nyaruyeye? Unajisikiaje kuona mambo yanaendelea kuwa mazuri, hususan zahanati sasa inafanya kazi vizuri na kina mama wajawazito wanajifungua pale, watu wanakwenda kutibiwa hapo, lakini pia shule ya sekondari kama ulivyoweza kuzungumza. Mnajisikiaje katika tawi hili la Nyaruyeye na kata nzima ya Nyaruyeye kwa ujumla, mnapokuwa mnaona vitu kama hivi vikiwa vinawezeshwa na watu ambao wanajitoa, wenye moyo wa kujitoa kama alivyo mneki Evaristi Pasco Gervas? Yani kiufupi tu, jamii siku zote tunasema kwamba mtu anaye moto. Kiufupi, kama tunavyojua, jamii inapopata wadau mbalimbali wanaoweza kuwa sehemu ya kutatua changamoto ambazo zinaweza kuwa korofi katika jamii, huyu mtu lazima apewe tunasema maua yake, katika maana ya kwamba ni mtu ambaye anakuwa ni sehemu ya utatuzi wa changamoto zinazoikumba jamii. Kwa hiyo lazima jamii kama jamii, na hasa kata ya Nyaruyeye ina mchango mkubwa sana kwake, na inamshukuru kwa kweli. Ukiangalia mpaka sasa hivi zahanati ile, watu wakina mama walikuwa wanakwenda Nyarugusu kujifungulia huko, lakini pia zahanati ya Ihega. Kwa hiyo uwepo wa zahanati hii ambao umechangiwa pakubwa na yeye kunaweza kuleta manufaa makubwa kumeleta manufaa makubwa katika jamii yetu, lakini pia unaona kwamba hata furaha za kina mama na jamii kwa ujumla kumekuwa na mwitikio mkubwa, hasa wa kulisema jina hili la mneki wetu Evaristi. Kwa hiyo tunamshukuru sana kama jamii. Asante sana kwa jinsi ambavyo ulivyoweza kuzungumzia vitu ambavyo umeviona kwa macho na vipo vinafanya kazi, na wewe ndiye mkazi wa eneo husika, umekwisha kuyashuhudia haya huduma jinsi zinavyoendelea, zinaendelea vizuri, watu wanasoma vizuri. Asante sana, nikushukuru sana. Tunashukuru sana pia kwa uwepo wako. Asante. Tunasonga mbele kwa pamoja kuikaribia kesho yetu na BNS Busanda TV Online, kazi na utu. Tunasonga mbele 2025, tunatiki kwa kishindo.